Amka nikuhagi dada. Weza kutulia Katana. Mambo yote yatakuwepo sawa. Tupo pamoja na John. Bila kitu kama mkali. John, weza kukamilisha mambo. Kijana, mambo maisha kuwa na huzuni. Kijana tulia. Weza kutulia kijana. Hiyo ni maoni ya watu. Wako wanataka tukae pamoja na shetani. Na kuomba usikize wenzangu. Tuone vile hii mambo itarudi vizuri. Ndugu, kijana kukipenda. Mandugu zangu wako hapa. Watushukanishe. Turudi kwa pamoja. Usidie. John. Nataka nisikanishe nini? Sasa kwa mama basi. Mimi ananishikanisha na nini? Sasa kwa mama. Kijana tulia. Waweza kutulia kijana. Tupo hapa. Malumbano hamna. Vijana wazee wazee mnaacha watoto wenu mnawatelekeza, wakishafanikiwa mnaanza kuwatafuta. Na ucha kama si uchawi ni nini? Sasa anakuja hapa ninamsaidia. Sasa mfuate mamangu basi waongee. Mimi anaongea kama nini? Unamjana analia bro. Analie. Sisi tumeteseka bro, sisi tumeteseka. Unajua kuteseka? Sisi tumeteseka. Ukiona sasa bro mimi navaa napendeza bro, ni Mungu peke yake. Na bidii yangu. Mzee amekuwa na mali huyu. Lakini kutusaidia sisi naondoka. Mimi niko na business zangu, naondoka niko na business zangu. Hata na bila sona hata napigia, umeona simu zinaingia hapa napigiwa, sona masimu. John, kuna niliona huyu jamaa anachezanga forex huyu. Ndio nataka kuona mitambo yako. Kwa ile picha uko umenini hapa. Daktari. Alikuwa anaomba ubariki biashara yake. Forex Ndio John. Najua John, kuna msemo mmoja inasema kwamba usimdharau mzazi wako wa kiume kabla hujaweza kukuwa mzazi. Yake inaitwa Pilot AFX. Pilot AFX. Hilo. Inaitwa Pilot AFX John, natumai hilo tuweze kuwa na wakati mwafaka. Tuweze kukaa na kijana, tuweze kutia mkono katika mashine hayo. Kisha kazi iweze kufanyika John. Kijana gana, unajua trading? Unajua kitu inaitwa kutrade? Hata sijui, sijaisikia. Unajua forex? Hata sijaisikia. Huyu ni kijana gana anatengeneza pesa kwa mtandao. Hata kama akiwa huko Italy, hata anacheza. Hizo John tutaweza kulibariki ili atoe shaka. Na ukisi tutaweza kuondoa ili hali kijana uwe msikivu. Hapo ndipo sasa tutaweza kuelewana. Na nilisha kueleza tangia mwanzo. Katana. Nilisha kueleza. Punguza jazba, punguza munkari, niachie kazi. Niachie kazi mimi pamoja na John tumeshampata mzazi wako wa kiume. Kuona ni vyema mweze kuwa na mazungumzo. Ndio utamsaidia pia. Akuwe na roho ya watu wajue, afunze watu. Watu wanahitaji kuweza kufunzwa, sio? Pilot AFX ni ana watu wana win. Inapiga hela. Hiyo unacheza tu kwa kiasi chochote ambacho uko nacho, unaweza cheza. Ndio. Na forex inalipa. Mimi hata nikiwaita bado nacheza. So hata kama hujui kucheza, yani unaweza cheza hata kama wewe ni mzee. Juu ni kitu rahisi sana. Ni wewe tu, hata unaweza taka yai kusaidia. Yani ni wewe tu kuwa na pesa ya kucheza. Hivyo tutosha. Ukiwa na pesa ya kucheza, unaweza msaidia kucheza. Ukiwa pengine unaona hujui utapoteza pesa yako, John atakupatia namba yako, niko na group. Hawa wapo kama daktari mwenyewe akipata muda anacheza. Itakuwa nani? So ndio utacheza.
Kama lina hela John, alina bodi. Anacheza. Mimi nataka daktari acheze tucheze na yeye ndio tuwini vizuri. Ndio. Mnataka kulitumia hilo? Tunataka kutumia kidogo. Tutaweza kuzungumza hayo mambo John. So nafikiri endelea tu watu wangu. Ndio. Make sure umesubscribe. Na kama unahitaji nguo, unahitaji kushona nguo, uko wapi? Hata uko Lebanon, Saudi, Sudan, Dubai, USA. Watu wengi mafans wengi watu nashona nguo wako US. So kama uko US, Canada, Qatar, Norway, Europe. Norway uko wapi? Europe ama nini? Popote pale uko, nguo yako inakufikia. Mtazama namba M-Pesa. Nguo inashonwa, unatuma picha ya mtu na watoto wako. Unashonewa nguo. Piga 0743 15 8791. Hiyo ya nguo usinipigie. 0743 15 8791. Pigia Masijun atakuconnect na fundi akuelezee nini unahitaji. Kawaida yetu ni kama kawaida. Hii ni part 2 wadau. Kama uko watch part 1, rudi nyuma watch part 1. Ilikuwa mrefu, kabidi mambo imekuwa mingi. Tukapewa chai, tukaanza kukunywa. Mzee ni baba Katana, baba ya Sudi. Unasikia aliacha watoto wake wakiwa mdogo. Wasa huwezi jua ni nini ilifanyika. Akaacha watoto wake. Unajua kuna familia pia, Mungu tuko familia lakini watoto ni wagonjwa. Hawaendi shule. Wagonjwa, juu ugonjwa iko wapi? Kama kwenu tumefika kwako mzee. Boma nayo inakaa vile nataka. Mechakaa. Lakini nasikia ulikuwa na pesa kitambo. Zilienda wapi? Ulikuwa na pesa hata sijui mali zilipotelea. Zilienda wapi? Ulikuwa na wanawake? Hakuna mambo ya wanawake. Kijana hata sijui ametoa wapi. Unajua hali ya pesa nilikuwa nazo. Lakini zilikuja magari. Zikakuja zikafungwa. Zilikuwa za mashetani. Hakuna za mashetani. Ulikuwa unafanya kazi. Mimi nilikuwa nafanya kazi. Unatia bidii. Nilikuwa natia bidii. Lakini usomeshe watoto. Sasa kijana analia asema yeye kusoma sana. Mimi nilikuwa contractor. Engineer. Wa manyumba ya. Kwa nachukua nyumba najenga na maliza. Unapewa pesa zako kadhaa. Sasa hata hiyo kazi vile ilianza kakatika tu hivyo. Nakuja. Pata pesa unazama. Nimetembelewa na wageni hapa nakuja. Nakuja, nimekwambia nakuja. Kuna biashara nafanya please. Tuna biashara kama hizo na feli tu hapa. Na mzee ambaye ametutelekeza. Wakadai utana kushangaa. Usikia mbona umeambia ukifika saa 3 usikuje. Ni biashara ya pesa na si pesa ndogo. Ukifika saa 3 usiende. Ni kweli. Na sasa sawa. Kwa hivyo Katana mtaweza zungumza pamoja na mzee wako mweze kuelewana. Mzee kitu amekuja kutafuta ni amani, sio John? Ndio kweli daktari. Na amani akaanza kuitafuta kwa mzazi. Si mimi. Mimi sasa anatafuta amani yangu ya kazi gani? Ameanza kutafuta nawe. Wewe ndio utaweza kuwapatanisha pamoja na mama. Sasa bado kuna watoto wake wengine. Kuna watoto wa mama mimi mzazi na kuna bibi mwingine ambao alizaa naye. Wewe ndio mtoto kijana mkubwa. Ndio maana nimekuambia unilia radhi. Rudi kwa boma. Mimi kuna kwangu hapa kuna kila kitu. Nimekuambia ni wanani nimekuja tukae chini tuongee. Na wewe wenzangu wako hapa. Sasa ukiruka hawa wazee ndio kijana yangu. Tutafanyaje? Ongea na kusikiliza. Ndio tumetoa uchawi wengine hapo. Alitambui hilo. Tumetoka nyumbani kwenu. Tukitaka next week kama kesho tukiwa ready. Twende tu. Tena na ndege. Unaona kwa kusema kweli saizi. Mzee, daktari mama kusaidia mzee. Ile vitu zimekuwa huko, bro. Uchawi zilikuwa zimezikwa kwa boma. Kuna shilingi coins zilikuwa zimezikwa hapo shilingi 10. Ama nikuonesha. Ajua John, mtu akitaka kuweza kukoroga John, anatumia hela ya mashilingi. Anatumia hela ya mashilingi kuweza kukoroga. Iko kwa hizi. Mzee amekuwepo na matatizo mengi. Hata sio kupenda kwake. Mimi nakuamini chini unazungumza. Katana. Sikilize nikuoneshe, wewe unasema ni Katana. Sio kupenda kwa mzee kuweza kuwatelekeza. Sio kupenda kwa mzee.
Ndio maana tumeweza kumsikiliza, tukatoa vile vitu ambavyo tumeweza kutoa. Ndio hizi hapa. Tukasema tuje naye. Ni sana kuwekea. Director. Sawa. Tukasema Hivi ni kunoma. Msikia? Unanimulika vizuri, unaona? kule Kilifi. Kuja tu. Hivi ni kunoma. Hii ni chupa. Makaa. Ona mpaka dawa ziko tu hapo. Mimi nimesuka. Sio kupenda kwa mzee. Sio kupenda kwa mzee. Sio kupenda kwake. Ungeweza kumsikiliza na uweze kusikiliza John, na uache tuweze kukudokezea kila kitu moja kwa moja, ujue ni kipi ambacho kilijiri. Nitakutumia video ziko hapa kwa hizi. Ziko hapa. Mpaka mzee akaweza kutokea kuweza kuwatelekeza. Ndio nimesema ule msemo unasema kwamba usiweze kumshutumu mzazi wako wa kiume kabla hujaweza kukuwa mzazi. Bila utakapokuwa mzazi ndio utaweza kujua. Ziko hapo ndani. Una mtoto Katana? Kama niweze mzazi Katana kuna mtoto? Sijajua. Ana mwana kabisa huyo. Hajajua. Ndio maana nimemtafuta. Nijue shida ni nini. Wewe kuna mtoto? Niliona kama niko na lakini wa kizungu. Hamna John. Hamna mtoto. Hamna. Kwa hivyo wa kizungu wenye anajua ni wake? Sio wake John, najua tabia za kizungu, na mchukua mtoto unamweka, unaishi naye na kuwa mtoto wako. Ndio maana anasema kwamba ni mwanae. Aliweza kuchukua yule mtoto kisha akaweza kukaa naye, akaandikisha na makaratasi, akesha kwa mwana wake John. Kwa hivyo hajazaa na mzungu. Bado John. Mzungu ama mzungu akamweka danganya. Bro, kila kitu kitakuwepo shwari. Una mtoto. Mzazi wako ndio huyu. Mbona unalia sasa? Sawa mimi. Uko sawa? Kwa hivyo ungempa mzazi wako. Baba analia, mtoto analia. Wewe angempa muda mzazi wake wa kiume aweze kumweleza ili tuache mambo yote akiwa sawa John. Noma kweli. Kwa hivyo Katana, upo tayari kumsikiliza mzazi wako? Naongea, sisi tuko hapa. Mzee, wakati mwingine tena. Mimi sina shida na mtoto wangu. Najua ingekuwa kama simpendi hata singemtafuta. Mimi nampenda mtoto. Kuna mambo mengi umeona kwa boma. Hiyo ndio tunataka tufanye kijana. Tumalize hii maneno. Tuone kama hata mimi nyumba yangu itarudi kama kawaida. Yake irudi kama kawaida. Hii mambo ya kuoa na kuacha, kuacha. Sitaki kusikia. Mimi kama mimi sasa ni mzee. Nitaacha mbegu gani pale sasa? Amna. Mtoto anafanya harusi na ionea kwa sijapata habari yote. Sasa ndio nakuja kusikiza. Hiyo si hali ya kuishi. Na umempa shamba nyumbani? Shamba hata mimi mwenyewe sikai nyumbani. Ila shamba lipo. Nakaa tu hapa Nairobi. Okay. Nakaa Nairobi. Ila nyumbani Kilifi sio? Hapa tu nitoacha na mambo ya Kilifi, sasa nirudi na mambo ya hiyo uchawi hii. Itafanya nikatoroka boma. Hali shamba lipo. Shamba lipo tu. Hakuna hata ule mtu ambaye analima. Na umesema ndio mtoto wa kiume wa kwanza sio? Hiyo shamba iko tu. Hakuna mtu ambaye anatumia. Minazi nimepanda na sijui ni vitu gani zimenitoa hapo. Nikakuja tu Nairobi sasa hivi. Mpaka sasa hivi tu ni minazi. Ndio nataka mimi na daktari na ndugu kama ndugu yako. John, ukiwa na nafasi tuende. Tubariki mtoto tukiwa kwa boma. Tukiwa wote. John, unatambua kwamba kuna lile uliona lile kaburi ambalo lilikuwepo pale kando ya minazi hayo. Nikaeleza kwamba nitaja kumweleza
na nitaenda kufanya kazi kule John. Unajua kuna vitu ambavyo vimeweza kuzikwa pale. Ndio. Na wakati vitu vimezikwa pale, unapata yule mchawi, yule mganga anateka anga kabisa John. Pale hamna mtu anapita. Unapata ameweza kutia vitu na kuzika kabisa. Ndio. Unapata pesa za Bwana Katana zimeweza kuzikwa na hawezi kufanikiwa. Ndio unapata mtoto wake pia hajafanikiwa kwa ajili ya hilo. Sudi mwenyewe hajaweza kufanikiwa. Mzee mwenyewe anapata hela anapeleka kwa wasichana John. Nikueleze jambo moja John. Niambia kuna mkamba huko Nairobi. Ndio John. Najua John. Siku hizi watu wanaroga watu kwa nini na njia gani John? Wanakusukumia roho ya kunywa pombe. Ndio siku hapo ndio wanajua kisha sukumiwa roho ya kunywa pombe John. Hapo ndipo maisha yako yanaanza kudidimia na kurejea chini. Maana utaweza kubogea mvinyo kila siku. Wanabogea mvinyo wa hela nyingi. Pale kuna wasichana wanakula hela John. Ila sio kupenda kwa mtu John. Ni kwa ajili ameweza kusukumiwa mambo hayo. Lile kaburi ambalo liko pale John limeweza kuzika watu wengi pale, majina, kila kitu, hela, nguo linazikwa pale, mnazi unavunjiwa pale. Unapata maisha ya watu yanadidimia. Linadidimia kabisa. Kwa vile Bwana Katana mwenyewe mzee sio kupenda kwa kutelekeza familia yake John. Ili hali aliweza kupelekwa kwa lile kaburi John. Na pale John inatakiwa vitu vingi kabisa John. Hizi ambavyo nilieleza mzee. Tunatakiwa tuende pale tuwe tumejipanga, vitu viwe sawa. Tuweze kukesha pale John tukifanya kazi. Ndio daktari. Ndiposa Bwana Katana aweze kuachiliwa, kijana mwenyewe Sudi aweze kuachiliwa, familia ya Katana iweze kusimama John. Katika lile kaburi sio la mchezo. Ndio maana ukoona sikuweza kugusa pale. Ndio pale tutaweza kurejea. Nataka mbuzi. Ndio John. Ndio. Tuweze kumchinja pale mbuzi. Maana hata John wale wale. Ndio John, maana hata John Mungu mwenyewe aliweza kumweleza alikuwepo Abrahamu sio? Na kumweleza kwamba aweze kumtoa mwanake kafara John. Ila pale kulikuwepo na kondoo sio? Maana kondoo likuwepo pale. Maana kafara linakubaliwa hata katika Biblia John. Ili maisha ya mtu yawe sawa. Na pale tutaweza kumchinja mbuzi. Kabisa ili maisha ya Bwana Katana yaweze kusimama John. Na tuweze kukamilisha kila kitu kuwepo sawa, familia ya Bwana Katana iweze kusimama na iweze kuendelea. Maana ilikuwepo familia ambayo lipo imara pale kijijini. Ndio wakaona wivu wachawi, na majirani na wachawi tu ni majirani zao wajua. Kwa hiyo Bwana Katana nahitaji utaweza kurejea nyumbani. Hiyo najua. Na uja si daktari kwambia wachawi ni kina nani? Wanakuambia usiende kupiga vita. Usiweze kuwagusa. Waacha vita iwe nami. Hata usiweze kuwatokonoa, usiweze kupiga simu. Waacha lile siku tutaweza kupata lile mbuzi, tuelekee pale tuweze kukamilisha kazi hilo. Na tuweze kukamilisha kila kitu. Na uweze kunyamaza, utaona wachawi jinsi ambavyo wanaangamia wenyewe na kuweza kuchomeka. Pale kijijini utaweza kukua, urudi katika boma lako, fanye maendeleo, umpe Bwana Katana pale shamba, aweze kujenga shamba lake. Sio mzee Bwana Katana. Na mambo yote yawe sawa, urudi katika boma. Itakuwa sawa. Kwa hiyo Bwana Katana umeshamsikiliza mzazi wako. Sawa kama umepata. Sawa. Weza kuachana simu kwanza tuweze kuzungumza. Mambo mengine utaweza kuyafanya tunapomaliza. Azime simu daktari. Najua una biashara mingi ila wacha tukamilishe ili kwanza. Wakati utakuwepo wako utakamilisha. Natumai umeshamsikiliza mzazi wako. Mnamweleza vipi? Weza kumweleza jambo. Unajua daktari. Tumepitia vitu vingi sana. Lakini kama mzazi mwenyewe ameona heri anitafute na niombe msamaha. Mimi sijamkosea, lakini yeye kama anaona kwamba kuna makosa, mimi nimesafisha moyo wangu daktari. Akaribu nyumbani hapa ishi yaliyopita, kwa sababu hata ukikataa bado ni mzazi wako. Kweli. Unaelewa? Na mimi bidii yote mpaka unakuwa na mjengo kama huu. Nilikuwa na yani ile inadi kwamba lazima huyu mzee arudi. Si alituacha kwa sababu yeye anaona kwamba hatuwezi fanikiwa. Watu wakalia mzee, wewe lia tu.
kwa sababu kulia ni kulia kupo. Umeelewa? So mimi nimefanya inadi, sina kingi, lakini vigari vyangu na silipi rent. Umeelewa? So zile pesa zake yeye ambazo alikuwa anaringia wasichana huko zimesha amekuja kwa. So mimi acha nimpokee, kwa sababu mzazi ni mzazi. Kweli kabisa. Na yeye kama ameona kwamba kweli mimi acha nirudi kwa mtoto wangu, huu ni mtoto wangu, basi akaribie. Mimi nimekusamehe, na kama kulikuwa kuna makosa yote pia mimi nimekufanyia, leo hii niko chini yako, naomba msamaha, kwa sababu wewe ni mzazi wangu, na pia inaweza kuwa pia shetani alikupitia yote hayo ambayo ulikuwa unafanya, pengine si sahihi, lakini mimi kitu ambacho naamini, mwenda tezi na marejeo ni ngamani. Mimi naamini umerudi. Sasa umerudi hauna kitu, yani umerudi hauna kitu. So wewe karibu, mimi nitamtafuta mamangu aweze kukuja, umenielewa, niwaunganishe. Utabaki hapa ama utaangalia wewe, kama utarudi huko Kilifi, wewe utarudi. Hata kuna vitu vingi mimi sijakwambia, niko na biashara zangu mingi sana, niko na vitu ambazo hata vipo huko, vingine hata havijaregeshwa. Watu wamechukua vitu, sina mtetezi, inabidi hawa wazee wananishika mkono na kunisaidia wakati we mzee upo. Inaniuma sana John, yani inaniuma sana yani. Siwezi ongea sana, lakini kiongea sana naweza hata lia yani. Nasikia hukumu yani kwenye moyo wangu, kwa sababu huu mzee hakutuleta hapa duniani, ama hata kama Mwenyezi Mungu ametuleta, lakini mzazi ni mzazi. Hata kama hauna, sisi tunakuelewa. Kuna watu wameteseka na watoto wao hawana kitu, mpaka waleo watoto wamefanikiwa. Wewe umekuwa na kipato, unakimbia pesa, wanawake huyu mara na nini, mara hata unapigwa huko, unasikia kwenye mangwe huko kidogo uliwe, yani pesa, mara unatongoza hata wasichana wa mangwe, wasichana wa mangweni huko. Istosha rafiki yangu pia hata mke wake bado yani mzee yani. Nimekueleza kwamba Katana, so mimi Sudi sio kupenda kwake. Mimi John nimemsamehe, atajua yeye na Mungu wake. Mungu akubariki. Atajua yeye na Mungu wake. Mimi kama kuna wote nikufanyia mzee, watu usilie, mimi niko sawa. Watu usilie mzee, mimi niko sawa. Karibu nyumbani hapa. Ukiona unateseka kwenye, kama utaka hapo unaona kwenye unateseka, namba yangu uko nayo. Yaani uje wewe nipigie yani. Hata nashangaa yani hiyo akili ya kwamba utafute hawa imetoka na wapijenge kwa hawa hawakunifanyia chenye ambapo wananisaidia. Angeniona kweli, angekuona, hata angekukumbuka na kukujua. So wakati mwingine mzee unafaa uishi ukijua kwamba kuna leo na kesho. Kuna ule mtoto ambao umetupa ndiye atakuja kukusaidia wakati mimi naongea tu. Mtu yote ambaye ana mtoto huko nje ambaye anamtupa huyo ndiye atafanikiwa. Mimi nakwambia atafanikiwa. Kama uko na mtoto dada zangu, kama kuna mwanaume yoyote umezaa naye hahudumii mtoto, ameenda, wewe muombee tu maisha. Siku ukifanikiwa yani bado aone. Mimi nakwambia mimi hutateseka. Kama kuna mwanamume amekuacha kwa sababu huna mtoto, wewe omba Mungu wako, asubuhi nenda kazi. Huyu amerudi niko na hivi vitu, wakati yeye hata alinipatia 500 tu nakumbuka. Shule na deo 6,000 anapatia 500 tena mtihani. Mimi juu sikusoma. Juu ya nani? Juu ya mzazi. Sasa nani atanifundisha? Pole. Mimi nimekuwa niko yani mdogo, yani nafanya kazi, nalisha ng'ombe mimi. Nalisha ng'ombe mimi ndo nani kwa sababu mimi ndo mkubwa, nalisha ng'ombe ndo nani wa kule. Na mzee yani ana pesa na magari hasa.
marentoli zake, mimi hata sikufuatilia, mara alipokuja mpaka marentoli zake. Sisi hatukuweza kutetea na wa mwanamke mwingine tena mbara hivyo hivyo. Sasa hatukuongea lolote kwa sababu ametuacha, ametutelekeza. Mimi na mengi ya kuongea. John nikiongea saa hizi watu wataona mama anaenda akiwa yuko na mimba na mdogo wangu anaenda paka hapo kwa geta anagonga hivi, anamwagia paka maji ya yani ile sufuria ile makoko anamwagia mamangu anarudi, yani paka yani mimi nalia, yani naona hii ni too much, mazeni too much John, ni too much. Leo hii anakuja yani anakuja kwangu, so mimi sina kinyongo, mimi nimemsamehe juu ni mzazi, nimemsamehe na sina kinyongo. Na mzee niko kwako, hiyo mambo yote anaongea ni ya uongo? Sio uongo, ni kweli, nimekubali ukweli. Sasa tumerudi kwako, pia wewe ongea, ameshaongea. Mimi sina maneno na kijana yangu. Namuomba msamaha na amekubali. Na amekusamehe. Amenisemea. Ndio. Maisha iendelee. Akiwa na kitu anitupie. Ndio. Sasa mama yake ndio tutapanga siku, akinishampata niambie. Ndio. Kuja pia nimuombe msamaha. Tusungumuze na mtoto. Ndio. Mtoto akija nyumbani ako kwao. Akija nyumbani ako kwao. Ako kwao. Kuja kwake ako kwako. Hiyo ni yote. Ndio. Mshukuru. So watu wangu. Nauka nikuhabi dani. Weza kutulia Katana. Mambo yote yatakuwepo sawa. Tupo pamoja na John. Kila kitu kitakuwepo sawa. Punguza mkali. Weza kutulia Katana. Johnny. Tulia kijana, tulia. Weza kutulia. Punguza mkali. Punguza mkali. John, weza kukamilisha mambo. Kijana, mambo amesha kuwa na huzuni. Kijana tulia. Weza kutulia kijana. Weza kutulia. Tulia kijana. Tulia. Kila kitu kitakuwepo sawa kabisa. Kwa hivyo John, njoo. Kwa hivyo mzee, kijana huyo hapo, huyo hapo, mambo yote yatakuwepo sawa. Yatakuwepo sawa kabisa. John. Ndio. Kwa hivyo weza, mambo yote yapo sawa. Ipo sawa. Kila kitu kitakuwepo sawa. Tutaweza kuzungumza, tumtafute mama, tuweke kila kitu sawa, tumweleze yale aliyokukuta na kila kitu kitakuwepo sawa kabisa. Hata pale nyumbani yale mambo ambayo tumeweza kuona, sikuwa nataka kuweza kueleza watu, ila John ameshazungumza hilo. Halina budi tuweze kueleza kile kitu ambacho tumeweza kufanya kule nyumbani, na yale jio utaweza kunikumbusha yapo katika, ama tunapokuja kule kuchinja mbuzi na kufanya ile kafara na mbuzi pale, tutaweza kuja na jiwe hiyo, ndio nikueleze jinsi ambavyo vinatumika, tuweze kuzungumza mawili matatu, tukamilishe kila kitu, sio? Kila kitu kitakuwepo sawa kabisa. Itakuwa sawa. Kila kitu kitakuwa sawa. Familia yako itarejea kawaida. Tutaweza kuhakikisha Sudi vitu vyake alivyopokonywa vimeweza kurejea. Hata kulikuwepo na lile bajaji. Kuna bajaji ambayo aliweza kupokonywa. Ilikuwa linapaswa liweze kurejea. Ili kuna mambo fulani aliweza kufanyika. Maana lile bajaji, yule mama kuna mambo ambayo ameweza kulifanya. Ndio nalishughulikia. Ndio niweze kulileta hapa kama lipo sawa kabisa. Maana alilieleza kwamba anataka kuweza kuliuza.
alieleza anataka kuliuza. Lazima lile bajaji, watu ambao mnatutazama, lina mambo ya kichawi. Lazima niweze kulibariki bajaji hilo, ndilo Bwana Katana aweze kumkabidhi yule mtu ambaye yupo tayari kuweza kulinunua, na mtaweza kupokea likiwa sawa kabisa, maana lile limeweza kufanyiwa tambiko. Bajaji hilo limeweza kufanyiwa tambiko, lazima niweze kulitambia liwe salama, ndio Bwana Katana aweze kumkabidhi mtu ambaye analihitaji bajaji hilo likiwa safi kabisa, ili liingie barabarani liweze kufanya kazi katika hali yake ya kawaida. Kisha tutaweza kulionyesha na kulileta ili Bwana Katana aweze kumkabidhi yule mtu ambaye yupo tayari. Ili kama upo tayari, unaweza kuzungumza na John, bajaji ile utaweza kulipokea kama limeweza kutambiwa. Mzazi apokee. Alibariki kabla aliuze. Liko na tambiko John, jinsi ambavyo nilikueleza. Napaswa kutoa hilo tambiko. Ndio tukutuku. Ndio mtu. Liweze kutolewa tambiko ili sasa tuweze kulileta hapa. Bwana Katana alisema kwamba ataweza kuliuza. Kwa hivyo si kuua. Liwe safi. Nilikuwepo na tambiko kali John kabisa. Tambiko ambalo lilifanywa lile bajaji John, lile tukutuku, lilikali sana John. Inapaswa tuweze kulikalia vyema. Lipo na tutaweza kulitambia. Tutoe tambiko hilo ndio tuweze kulionyesha. Kwa hivyo mimi nashukuru sana wale watu ambao wameweza kunipa mavazi haya. Nimeweza kupendeza kwa ajili yao. Ninawashukuru kabisa. Mungu aweze kuwazidishia mahali ilipotoka. Kwa hivyo watu wetu ambao mnatutazama, kwa elini sisi tunawapenda sana. Mzidi kuweza kututazama, na yote ambayo kuna mambo yote tutaweza kusuluhisha, muweze kubarikiwa. Ndio. Na daktari nani alikuwa na request ya Katana Sudi. Si Sudi wale Ndio. Kama wanaweza kuja wa Kristo tuone vile kutafanya hapa kwa Sudi. Hapa kwa Sudi. Ndio. Waweza kuwapigia simu. Hata Sudi aweze kunipashia ile moto. Niweze kunywa nikiweza kuangoja. Pashie moto. Ndio. Sijui kama nitakuonyesha chumba chako mzee. Sasa hivi. Waweza kulipasha moto uliweza kuleta. Sana za Juno na ashamaliza. Au wakuja siku nyingine. Waweze kuja John. Wacha waweze kunipashia moto. Watafika kama dakika 45 to 1 hour. Waweza kufika mahali wako mbali sana. Ndio. Ila subiri. Acha tuweze kusubiri. Sawa. Ila Sudi mkatili, hamna hata kiteremshio. Una kiteremshio hapo. Watu wangu nawapenda sana na kawaida yetu ni kama kawaida. Kama unahitaji, nimeshukuru sana kwa Sudi. Ameniambia viatu pia. Mtu wa kwanza ambaye amenibariki na zawadi ni Sudi. Nashukuru sana. Nawapenda sana. Make sure umesubscribe. Kawaida yetu ni kama kawaida guys. Bye bye. Mpaka siku nyingine. Sijui kama watakuja, wasipokuja basi siku nyingine. Kwa elini. Sudi, malipasha moto. Nimelipasha moto, nimwonyeshe nani? Mbakula. Sawa. Subscribe kwa sawa. Unaenda kumwonyesha sasa hivi? Namuonyesha. Sawa. Tenda basi kumuonyesha. Mimi nipo hapa John. Sawa, jaonyeshe. Sawa daktari, tunarudi. Haya. Karibu mzee wangu. Hizi nyumba mingi sasa unaishi na nani? Ni yangu na mzungu. Hizi na wageni. Kwa hivyo nyumba ni ya mzungu. Si akikuja tunaishi hapa. Hii ndio amekununulia nyumba. Nimenunua mimi, ina majina yangu mimi. Sawa. So mzee, room yako ndio. Shukuru karibu dada. Room yako hiyo, mimi nimekusamehe, hapa ni nyumbani, karibu, ni sawa. Nimeshukuru. Usipige magoti dada, usipige magoti. Usipige magoti. So kuna nani nguo za hapa za choo, utaangalia utachukua. Room yako ndio hii. Unaweza jipumzisha. Asante. Sasa iko sawa? Karibu. Sasa pumzika tu. Shukuru. Mimi nimekusamehe. Hapa ni kwako. Nipa tunaona hizi hapa.
Hapo ni kwako. Choo jamani chama. Choo iko. Njoo kuonesha choo. Kulala hapo chini, washe hapo, jipige masabuni. So karibu hapo. Sawa. So watu wangu, mimi naona nimefikisha mzazi kwa kijana yake, nimefikisha katana kwa mtoto wake, kwa Sudi. Ni mimi nimemaliza. Kujua kama nakujali, ama you are just nobody, just make a call.